Lakini unajua jinsi gani nakupenda. Ndio. Natamani siku zote niwe nakwambia nimetembea huko. Nimetembea hadi njaa inaniuma. No, piga story kwanza. Hapo jirani hivi. Afanya miwani nishakwambia sio navaa mara kwa mara. Ndio maana leo nimekutokea miwani pale. Tutapofusha haya. Sawa. Kweli. Kapa hivi basi. Cholo. Mbona una mawazo sana? Kweli kabisa na mawazo. Shida nini? Mambo yangu yale tu. Shida zile haziishi. Kama unaofahamu hapa karibuni na vitu tuanze mitihani. Na ndo kwanza test 1. Hapo umetokea gari nimepata la nili. Nje ya mkoa kabisa ya mbili niende nimepata shock. Kwa hiyo hapa niko na chekecha ubongo naona kabisa. Sawa. Swala kufanya test ni muhimu. Lakini pia nikiacha na hili nipite ndio hivyo na hiyo maisha yangu asiasi. Kwa hiyo ndio kitu kikubwa kinanipa mawazo hicho najiuliza mtihani itakuwa vipi. Sema nikago. Kumbuka elimu ni kitu cha muhimu sana. Na ndio jambo ambalo limekuleta huku chuoni. Kwa nini usifanye mtihani kwanza alafu baadaye hii nafasi inaweza ikajirudia tena? Nafahamu kweli chuo ndo kimenileta hapa shule hapa nilipo ndio. Lakini pia hizi mambo za chuoni nazopata pamoja ndio kidogo zinanisaidia kuboost maisha yangu, ikiwemo na mambo ya kulipia baadhi ya michango huko chuoni. Ushaanza mambo ya leo. Unaposema niache itakuja nyingine. Baada kwangu na experience kidogo. Haya mambo ni ngumu kutokea, kwa hiyo hii ni kama golden chance. Na nisipoitumia huenda ndo basti. Na nikiangalia hali yangu kwa sasa hivi kiuchumi ni tete, kiukweli siwezi kutangaza. Manikago mimi kuelewa rafiki yangu, lakini wewe unadhani kitu gani kitatokea endapo usipofanya mtihani na ukaenda kufanya show? Ndio. Sina ndani. Unajipya? I say. Kutoka nimerudi safari toka juzi niko na wewe hapa. Ndio hapa mimi. Sasa nilikuwa ninaombi kidogo na wewe kwako. Nilikuwa naomba uniruhusu nikaione familia kule. Shida ipo. Maana mawazo yote namwazia mwanangu kule. Kuhusu mama Toni hapa. Kwani? Wewe. Mimi nakwambia kuna kipindi ile nyumba yangu ilichorwa pale, walikuja si watu wa mikopo na nini. Ameenda amechukua siwela za watu wapi huko. Mara vitu vinabebwa ndani. Yaani leo nalipa huku, kesho nalipa huku. Mara nalipa huku, mara nalipa huku. Maisha hayo. Na maisha ndio kubwa. Ndio maisha. Ndio kubwa. Hana. Hilo? Kitu na jini zake. Unanijua lakini. I say. Nakula nini? Ndio wali nyama. Wali nyama. Wali nyama, wewe kila siku nyama tu. Labda nitaongezeka. Labda nitaongezeka. Utaongezeka? Ukiongezeka wewe unataka unenepe zaidi ya hapo, nitaweza kukunyanyua kweli? Na sisi tutanenepa hizo. Sawa. Yana kwambia ya kubebana ndio tai crash. Wewe ushakuwa tukunyema si mbonge. Hapo umenikosa hapa kweli. Utanibeba. Nichukue basi. Asante. Nishukuru. Sawa sasa. Hapa tutakesha. Ashtuka vipi? Ingia jikoni. Mimi nakuja huko. Sawa. Nakupenda. Nakupenda pia. Asante.
I know kitakuwa sio kizuri sana kwa upande wangu, lakini nitachekecha, nitajua cha kufanya. Lazima nifanye kitu chini niende huko nika perform, kwa sababu hii kitu ni muhimu sana. So bagale, kama unafahamu swala la test ilipo hapo na mimi na ukizingatia ndio kwanza test 1 alafu nipata zaidi ya mentali kwa jirani hapo nje ya kwenda nikapiga show. Kwa hiyo kuna namna bado nafikiria kuchekecha akili niende kwenye show au nibaki kwa ajili ya test. Anyway, mimi nakutakia kila la heri kiasi. Sawa, shukuru, lakini pia mambo ni sana kama tunajua. Kitakachofuata baada ya hiyo show huenda kikawa sio kizuri. Nina wazo. Vipi kutoa taarifa? Shangazi hapo mtu leo nije nikufundishe. Leo mada yetu imezungumzia mimea na wanyama. Somo letu ni lile la biology. Leo tunajifunza mimea. Mimea kwa Kiingereza inaitwa plant. Plant. Inaandikwa hivi. Ayaandika kama nilivyoandika hapa kwa chini yake. Wanyama nilisema hivyo wanaitwaje? Kumbe nakumbuka. Mimi nilisema naandikaje? Niandikia. Safi sana. Mungu na kumbukumbu nzuri. Sasa leo inabidi tuwajue hao wanyama na majina yao kwa Kiingereza. Na tuwatenge wenyewe wanafugwa na wenyewe hawafugwa. Wanyama wenyewe wanafugwa wanaitwa domestic animals. Tunafugwa. Tunasoma hawa tu kwa sababu muda hauturuhusu. Tunasoma wanyama 5. Sungura anafugwa afugwa. Anafugwa. Kwa Kiingereza anaitwa nani? Nyoka anafugwa afugwa. Sijajua lakini wazungu wanafuga. Kwa Kiingereza naitwaje? Kuku anafugwa afugwa. Anaitwa nani kwa Kiingereza? Kwa leo tutaishia hapa. Kesho tunaendelea zaidi hapa. Tushazinguana hapo nyuma na mitikasi hii ndio tuzinguana. So lazima nitaongea naye na atanielewa. Sawa mwanangu bado. Sio ndo ashaka jua hilo. Nashukuru. Usiwaje sasa. Fanya kweli sasa. Mimi nipo. Najua unaweza mwanangu. Poa poa. Umefurahi kuniona eh? Furahi sana. Sana. Nimeingia jana jioni. Haya, shule inasemaje? Nzuri. Madaftari yako mbona hujanionyesha hapa? Hapa nimeketi. Nahitaji na mitihani, maana juzi hapa mlikuwa na mitihani ya kufungia. Na mama yako anaenda wapi?
Kanisani kwenye jumuiya. Kanisani kwenye jumuiya? Akija anti naye sijui anasuka saluni gani? Ameenda kusukia saluni gani? Sijui saluni yake, lakini anasikia hapa juu. Wapi? Karibu na nani hapa. Utawasalimia. Utawasalimia. Waambie baba alikuja na wasalimia sana. Sawa? Twende unisindikize sasa mwanangu. Daftari zako mitihani niandae vizuri Jumamosi kama kawaida. Wifi. 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 Umepumzika? Amka bwana. Tuje tupige hata story. Umechoka sana? Umetoka saloni? Nimetoka. Unaendeleaje? Ndio, zimependeza mfi yangu. Asante. Leo nimekusikia vizuri. Sima ndo hajanibana, sijui alikuwa na haraka. Au kani kubani? Mimi nimebobea. Hebu nibane mfi yangu. Naanza kuzitenga eti. Mfi yangu navyoendelea kutengeneza hapa ndio nikupe habari. Yaliyojiri huko nyuma. Kaka yako alikuja. Nimerudi na ananiambia mama baba alikuja. Maana nimeniambia nikiwa nje. Kwa nikajua nikiingia ndani namkuta baba Tony. Naingia tena ndani. Baba Tony hayupo. Naambia wewe Tony, babako yuko wapi? Ananiambia baba amekuja akaondoka. Akaja akamwona mwanae. Akaondoka. Acha basi, ni kweli kwamba aliondoka hajaonana na wewe au mlipeana taarifa? Yaani hata taarifa hajatoa. Sielewi. Labda hata kuna kitu labda hamjakwazana kwenye ndoa. Mimi na kaka yako tena. Hatuja hata kukwazana. Wewe mwenyewe si unajua. Mbona hilo jambo kwani sio kulifanya huko nini? Alirudi safarini. Alirudi safarini akufikia nyumbani. Haya. Leo ameamua kuja nyumbani. Labda alikupigia simu. Hamna. Alafu sikuza mimi nimeenda jumuiya, simu yenyewe niliacha ndani, nimekuja na simu nikute basi hata kama amepiga ile ya simu anakuja sijakuta missed call. Wao alikuwa na haraka wifi yangu. Haraka gani kwake hapa kwamba alikuwa anafukuzwa? Mambo mengi, si unajua. Ushaanza kumtetea kaka yako sasa. Amna, labda hata biashara zimemvuruga huko kichwani, hatuwezi jua lakini. Biashara zipi? Sijui tu ametoka kwenye biashara zake huko. Nasema kwamba alipokuja kufikia hapa nyumbani. Afu kumbe sikukwambia. Ukuniambia. Alirudi kitambo sina ndo akufikia nyumbani. Au labda kutakuwa na jambo. Jambo gani? Afu mimi nimemaliza kukufunga. Kwa sasa asante, hebu tukae tuongee vizuri maana sielewi unachoniambia. Ndio naambia kaka kubadilika sana siku hizi. Yaani sio kama yule unayemjua zamani. Kaka yako unayemjua mtu kabisa. Sasa hivi ni mtu mwingine tofauti. Yule imenishtua kidogo. Umeniambia kama alikuja afu alifikia nyumbani. Kama hata kama ni haraka gani mtu anakuwa nazo nyumbani kwako. Na alipokuja tena mara ya pili hapa leo. Kwani labda kutakuwa na jambo. Tukapike kwanza tule. Alafu na mama mwingine yaendelee. Basi utajaribu kunifuatilia. Kwanza huko jumuiya hebu niambie. Unaendelea nini? Zamu ijayo tunasali wapi? Kwa maana